الحمد لله رب العالمين. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر ذنوبنا وتول أمرنا، واستر عيوبنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu wa jalla sha'nuhu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, kiongozi wetu, mtume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, katika siku ya leo maudhui fupi nitakayokufikishieni ni maudhui itakayohusu maafa na hatari ya jicho katika nafsi zetu na katika saumu zetu. Hatari ya jicho ama macho katika nafsi zetu na katika ibada yetu ya funga. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha, ametupa neema kubwa ya kuwa na macho mawili, kama anavyoeleza ndani ya Qur'an, alam naj'al lahu 'aynayn, alam naj'al lahu 'aynayn, hivi hatukumfanya mwanadamu, hatukumjalia huyo mwanadamu kuwa na macho mawili? Macho haya mawili ni neema miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa ama amewapa waja wake. Lakini kwa neema hizo, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Siku hiyo mbele ya mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala mtaulizwa kunako neema alizoneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwazo ni neema ya macho. Tutaulizwa macho hayo tuliyatazama vipi, tulitumia vipi neema hiyo? Je, tulitumia kuisomea Qur'ani? Tuliyatumia macho hayo kuangalia njia za kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na katika mabarabara kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki za halali? Tuliyatumia macho hayo kufanya adhkari, kusoma vitabu mbalimbali vya dini vyenye manufaa? Ima kama tutakuwa tumeyatumia macho hayo katika mambo hayo ya khairat, tutakuwa ni wenye kupokelewa vizuri kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, si katika siku ambayo yawma la yanfa'u malun wala banun, yawma la yanfa'u malun wala banun, yawma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم. Siku ambayo mali hazitokuwa na manufaa, watoto hawatakuwa na manufaa. Atakayeweza kusalimika, atakayeweza kuwa katika hali nzuri ya furaha ni yule ambaye aliyeenda katika mahakama ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa moyo wake amekwisha usalimisha kwa kufanya mambo ya khairati na kuepuka mambo yote yaliyoharamishwa, yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Miongoni mwa haya yaliyokatazwa, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia tuyahifadhi macho yetu kutazama katika mambo ya haramu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Nasema ewe Muhammad, waambie waumini wa kiume wahifadhi macho yao, waambie wanamume ama waumini wa kiume wayahifadhi macho yao. Lakini amri hii haikuja kwa wanamume tu. Aendelea Allah subhanahu wa ta'ala akisema, wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihin, na uambie wanamume, yani waumini wa kike, nao pia vile vile wahifadhi macho yao, wahifadhi macho yao kutazama katika mambo ya haramu yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, akhi alkarim wa ukhti alkarima, macho ama jicho ni neema, lakini yaweza kuja kuwa nakma. Wangapi wanaitumia neema hii katika mambo ya khairat, na ni wangapi wanaitumia neema hii katika mambo almuharramat yaliyoharamishwa? Tuhifadhi macho yetu kutazama wanawake mabarabarani, hususa katika nchi ambazo hazina maadili, hazina dini. Wanawake wapita wakiwa uchi mabarabarani. Hifadhi jicho lako katika kutazama wanawake hao. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake aeleza kwamba lakal ula wa alayka thaniya, yani la yuakhidhu al-abd bin-nadhrati al-ula al-khata. Mja hawezi akaadhibiwa ama akachukuliwa makosa kwa kule kutazama kwake kwa mara ya kwanza kwa bahati mbaya. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa alayka thaniya, lakini kutazama kwa mara ya pili kutakuwa ni kubaya zaidi, na hilo litakuja kuwa na madhara makubwa kwako wewe. Lakal ula wa alayka athaniya. Iblis al-la'in ama al-mal'un anasema akitangaza waziwazi, an-nadhru qawsi, an-nadhru huwa qawsi al-qadima wa sahmi alladhi la akhta bihi. Kutazama ni mshale wangu wa kwanza kabisa, na ni upinde ama mshale ama upinde wangu wa kwanza, na ni mshale ambao huwa sikosi ninapoutumia. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, an-nadhra sahmun masmum min sihami iblis. Kutazama mambo yaliyoharamishwa, huo ni mshale wenye sumu katika mishale ambayo anaitumia Iblis. Tuangalie ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, macho haya, neema hii tunaitumia vipi? Leo hii yawezekana macho haya mtu halindi mipaka, watazama wanawake mabarabarani, watazama mambo machafu katika televisheni yako, watazama machafu yaliyoharamishwa katika simu yako. Na huenda wakawepo katika sisi waliohifadhi hayo machafu katika simu zao, wakisubiri Ramadhani iweze kumalizika waendelee kuyatazama. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. أخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. إذا mmekwisha chukua ahadi na Allah, kama Ramadhani tamalizika mkiwa hai, ili Allah siweze kwenda tofauti na ahadi zenu. Ni yupi katika sisi anayejua Ramadhani tamalizika akiwa hai?
Watu pengine wamehifadhi uchafu huo ili baada ya Ramadhani waendelee kutazama. Asema nini Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wale ambao watakuwa ni wenye kudumu kuyajaza macho yao kutazama mambo yaliyoharamishwa? يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من ملأ عينه من الحرام ملأ الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuyajaza macho yake kutazama katika mambo ya haramu, akayajaza macho yake kwa kukithirisha kutazama mambo yaliyo haramu, Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama macho yake atayajaza kwa kuyatia moto wa jahannam. Na'udhu billahi min dhalik. Illa an yatuba wa yarji'a, isipokuwa yule atakayesamehewa ni yule ambaye atakayetubu. Kama ana machafu ndani ya telefoni yake akaondosha, akatubu, akarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndio atakayepata msamaha wa Allah. Lakini tofauti na hapo, tujiandalie adhabu kali kabisa, tujiandae na adhabu kali kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya jicho. Macho haya yana maafa makubwa ikiwa kama matumizi yake hayatakuwa ni sawa sawa. Akhi karim wa ukhti karima, macho haya tuyatumie katika mambo ya khairat. Sikiliza hikaya hii ambayo ndani yake ina ibra nzito. Anna rajulan من التابعين كان يحفظ القرآن ويحفظ كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى نصرانية أخذت بقلبه فتبعها فوافقته على هواه، ولكنها اشترطت عليه أن يرتد عن دينه فارتد والعياذ بالله. فعاش معها مدة في أنطاكية، ومر بعض أصحابه أنطاكية فسألوا عنه فقيل لهم إنه في المكان الفلاني. Mtu mmoja katika tabiina alikuwa amehifadhi Qur'an juzuu zote 30 na amehifadhi hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku moja akamuona mwanamke wa Kinasara, kamtazama mara ya kwanza, akamtazama tena kwa mara ya pili. Yule mwanamke akawa ameuteka moyo wake. Yule mtu akamfuata yule mwanamke, akazungumza naye. Mwanamke akakubali, akamkubalia kile alichokuwa kikitaka. ولكنها اشترطت عليه أن يرتد عن دينه، lakini akampa sharti moja, sharti ambalo akamwambia aritadi katika dini yake. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yule bwana akaritadi katika dini, na Allah tukinge na mtihani. Akaishi na yule mwanamke kwa muda mchache sehemu moja yaitwa Antakia. Baadhi ya ndugu zake wanapita katika mji huo wanamtafuta, wakaambiwa hakika huyu ndugu yenu yuko mahala fulani. Fadhahabu ilayhi, wakaenda kumtafuta na kumtazama. Walimkuta katika hali gani? Fawajaduhu yar'a alkhanazir, wakamkuta amepewa kazi ya kuchunga nguruwe. Subhanallah, hafidhul Qur'an, hafidh ahadithi Rasul sallallahu alayhi wasallam, wanamkuta anachunga nguruwe, ameritadi na amepewa kazi ya kuchunga nguruwe. Wanamuuliza, imekuwaje ewe ndugu yetu? Innaka kunta tahfadhu alquran wa tahfadhu min alahadith
hakika wewe ulikuwa ni hafidh al-Qur'an, umehifadhi Qur'ani, umehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isma'u ma qala, ndugu zangu, sikilizeni alichokisema huyo hafidh al-Qur'ani. Alisema lam yabqa li min al-Qur'an illa ayatan, katika juzu 30 hakuna kilichobaki ndani ya Qur'ani ama ndani ya kifua changu isipokuwa zimebakia aya 2 tu. Zisikilize aya hizo ndugu yangu. Aya ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Hii ndio aya ya kwanza ambayo aliyoiacha katika kifua cha huyu aliyekuwa hafidh al-Qur'ani, akaritadi katika dini kwa ajili ya mwanamke, na kilichomponza ni macho yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kufuata ama mwenye kutafuta dini isiyo ya Kiislamu, basi mtu huyo daima hatakubaliwa kwa dini yake, na yeye siku ya kiyama, siku ya akhira, atakuwa ni katika watu waliopata hasara kubwa kabisa. Angalia aya iliyobaki, ni aya ambayo yamhusu yeye. Aya pili iliyobaki katika kifua chake na kumbukumbu yake, baada ya kuwa juzu 30 zote zimetoweka, anasema Allah subhanahu wa ta'ala وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ, na yote mwenye kuritadi katika nyinyi katika dini yake akawacha Uislamu, fayamut wa huwa kafir, akafa aliyakuwa ni kafiri, faulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, hawa zitakuwa amali zao zimeexpire, zimeharibika duniani na akhera. Hata kama walijenga misikiti, wakajenga madarasa, wakafanya amali za aina mbalimbali za kheri, kwa kule kuacha kwao Uislamu, amali zao zimeharibika, zimeporomoka. Wa ulaika ashabun nari, na watu watakuwa ni watu wa motoni, hum fiha khalidun, ndani ya moto humo wataishi milele. Allah tunusuru, Allah tunusuru, Allah tunusuru. Akhi karim wa ukhti karima, ndugu yangu kipenzi na ukhti kipenzi, haya macho tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni neema, lakini kama hatutoweza kuyatumia katika mambo ya khairat, kusoma Qur'ani, kufanya azkari, kutazama kwenda katika kufanya mambo ya khairat, yatakuja kuwa ni nakma, yatakuja kuwa ni nakma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama una chochote kibaya katika telefoni yako, ondosha. Kama una tabia ya kutazama muharramat katika mabarabara, wacha.
Kama una tabia ya kutazama muharramat katika televisheni yako, iwache. Kwa hakika tutakuja kutiwa moto ndani ya macho yetu kwa kukithirisha kutazama mambo yaliyoharamishwa. Yahifadhi macho yako, hususan katika mwezi mtukufu Ramadhani na hata baada ya Ramadhani. Macho haya ni hatari kubwa katika ibada yako ya funga, ni hatari kubwa katika nafsi yako wewe mwenyewe. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.